Wanasema dunia imejaa siri, lakini kuna siri ambazo hata ukiambiwa, moyo wako hautakuwa tayari kuamini. Leo, nakusimulia tukio ambalo limewavunja nguvu maelfu ya watu. Tukio ambalo linatokea kwenye kijiji kimoja ambacho wakazi wake wameapa kutokizungumza kwa sauti kubwa, kwa sababu tu ya kumwogopa mtu mmoja. Mtu ambaye hawamuiti kwa jina lake la kuzaliwa. Wanamwogopa kiasi kwamba wamempa jina la kutisha, mama wa ladha za kiza. Lakini jina hilo si la utani. Kwa miaka mingi mama huyu amekuwa akionekana kama mfanyabiashara mdogo, mpole, mchangamfu, mwenye tabasamu lisiloisha. Chakula chake kilivutia watu kama sumaku. Wateja walikuwa wanajazana nje ya nyumba yake kila alfajiri, wakisubiri sahani zake maarufu ambazo hazikuonekana kokote duniani. Lakini hakuna aliyewahi kufikiria kwamba ladha tamu wanayoisifu ilikuwa imefungwa kwenye giza wanalolikimbia wanadamu wote. Siku moja, msichana mmoja aliyetoka mbali akiwa na hamu ya kuonja chakula cha mama maarufu, aliamua kuchunguza siri ya utamu ule. Kila mtu kijijini alimkataza, lakini msichana akasema, "Sitaki kula tu, nataka kujua kwa nini hiki chakula kinawafanya watu wawe wateja wa kudumu kama wamefungwa kwa laana." Usiku uliofuata, akaamua kufuatilia kwa siri. Hapo ndipo alipoona kitu ambacho ulimwengu haukuwa tayari kukiona. Katika giza nene, mama yule alikaa peke yake, mbele ya chungu kikubwa, akicheka kimya kimya. Lakini kilichotokea baada ya hapo hakifanani na binadamu wa kawaida. Nguo yake ilianza kuinuka chini, pole pole, kana kwamba upepo mzito unapita chini yake. Lakini haukuwa upepo. Kilichotoka chini ya vazi lake kilikuwa kitu ambacho hakifai hata kutajwa usiku. Maelfu ya viumbe vidogo, wakitembea, wakicheza, wakiviringana, wakitoka chini ya sketi yake kama anavyozaliwa nao. Na kila mmoja wao aliingia kwenye chungu, kana kwamba amefundishwa kuelekea humo tangu kuzaliwa. Msichana alitetemeka kama baridi kali imempiga mwilini. Alitaka kukimbia, lakini miguu ikakataa. Kwa mara ya kwanza aliielewa siri ya ladha ya kipekee, na kwa mara ya mwisho alielewa kwa nini wateja wake hawawezi kuacha kurudi. Mama yule aligeuka ghafla, macho mekundu kama yamechanganywa na giza la miaka mingi. Akanong'ona kwa sauti nzito, "Huku hakuna wateja, wote wanaokula hapa ni washiriki." Msichana aliyekuwa akiangalia kwa macho yaliyokufa, ndani ya dakika akajua kuwa sasa hana njia ya kurudi nyuma. Lakini siku iliyofuata, kijiji kizima kilishtuka kuona kitu cha ajabu. Mama yule hakufunguliwa tena milango ya chakula, na wale waliokwenda kutafuta sababu waliona tu vazi lake likining'inia sakafuni. Lakini yeye mwenyewe hakuonekana tena. Lakini bado, kila usiku wa saa 8, chungu chake huonekana kupika ukiwa hauna mtu yoyote. Hadi leo, wanasema kama utasikia harufu ya supu tamu ikitoka kwenye nyumba hiyo, usikaribie, kwa sababu huenda usirudi ukiwa yule yule. Hii ndiyo siri ambayo kijiji kile hakithubutu kuisimulia kwa wageni. Siri ya mwanamke ambaye chakula chake hakikutosheleza njaa, kilikula roho.